na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza, kwa sababu ni mambo niliyokuwa nikiishi nayo, nikiyaishi. Sizungumzi historia. Chochote ninachokizungumza mimi ninakizungumza kwa sababu ni muhanga wa hicho kitu. Watumishi feki, wachungaji feki, maaskofu feki. Kwa nini nimekuwa nikizungumza hayo? Nimezungumzia maisha halisi ya watu ambao nilikuwa nikifanya nao kazi mbali. Yes, karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu wa Musa Chesa Online TV. Kwanza kabisa ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo ali hai. Wewe ulioko Tanzania, wewe ulioko Ulaya, wewe ulioko Warabuni, wewe ulioko Afrika Mashariki, wewe ulioko pande zote za dunia hii. Watu wanaofuatilia mkiwa Geneva, watu wanaonifuatilia walioko Uholanzi, walioko Ufaransa, walioko Marekani, wote kwa ujumla, Kongo, Rwanda, Burundi, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kama ni mara yako ya kwanza kuanza kutazama na kuniangalia, kwa majina yangu ninaitwa Fagio la Bwana Musa Chesa. Musa Chesa, kwa wewe ambaye ndio unaanza kunitazama, mimi unaponitazama nilikuwa ni mtu ambao ni tofauti sana. Lakini ni kwa neema ya Mungu sasa unaniona nikiwa hapa. Kama unaweza kutazama, utatazama shuhuda zangu nyingi, utaweza kujua Musa Chesa nilikuwa ni nani, nilikuwa nafanya nini, nimeharibu nini, nimefanya vitu gani vibaya. Lakini Mungu kwa upole akanitoa kule na kuniweka hapa. Kama ni mara yako ya kwanza, basi unaweza, ili upate kujua Musa Chesa ni nani, nilikuwa nani, na nimefanya mambo mangapi mabaya ya kutisha katika nchi hii ya Tanzania na nje ya Tanzania, basi usiache kusubscribe channel yangu hii ya Musa Chesa Online TV. Lakini kama unaweza kuwa na mambo mengine ambayo unahitaji kwa msaada zaidi, unaweza ukanitazama, ukanipigia kwa namba yangu inayopita hapo kwenye skrini ya TV yako au ya simu yako au ya chombo chochote ambacho unatumia kwa kunitazama hivi sasa. Namba yangu ni 0758 23 85 24. Nikukaribishe kuendelea kufuatilia shuhuda mbalimbali, mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu. Lakini pia tumekuwa na kipindi cha ukombozi kwa watu ambao wamepitia kwenye magumu mazito, wamepita kwenye hali ngumu zisizoelezeka, lakini Mungu kwa upendo wake amewatoa kwenye yale matatizo, amewatoa kwenye yale mateso na kuwafanya kuwa wapya, kama vile mimi Mungu alivyonifanya kuwa mpya. Kwa hiyo ni vipindi ambavyo vinaendelea, na uweze kuvitazama au kuvipata sehemu yoyote ile, kama sio kwenye akaunti yangu ya Musa Chesa Online TV. Kwa hiyo ukiwa kwenye chombo chako, hata ni kwenye simu yako, unaweza ukaandika Musa Chesa Online TV. Tayari utakutana na mahubiri mbalimbali na shuhuda mbalimbali ambazo nimekuwa nikieleza. Na shuhuda ambazo nimezokuwa nikielezea ni zile zilizonipata mimi. Nimeyazungumzia maisha halisi niliyokuwa nayo mimi, na nikazungumzia maisha halisi ya watu ambao nilikuwa nikifanya nao kazi mbalimbali. Kama ni majambazi, kama ni wachawi, kama ni watu wa kila aina ambao nilikuwa nikifanya nao kazi kipindi hicho ambacho Bwana huyu wa majeshi Yesu Kristo hajaniokoa na kunifanya kuwa fagio lake. Lakini pia nimekuwa nikizungumzia sana baadhi ya mitume na manabii na wachungaji wale feki ambao nimekuwa nikifanya nao kazi, nilikuwa nikifanya nao kazi kabla sijaokoka, na wao wakiwa bado wanaendelea wakati wakiwadanganya watu na kuwapotosha kwa kusema ati kwamba wao wako sawa sawa na wanaifanya kazi
ya Mungu. Nimekuwa nikizungumza sana hayo, nimekuwa nikiweka wazi, nimezungumza sana kwa habari ya watumishi feki, wachungaji feki, maaskofu feki. Kwa nini nimekuwa nikizungumza hayo? Nimezungumza hayo kwa sababu ni maneno yaliyotabiriwa katika vitabu ya kwamba watakuja manabii wakijiita wao ni wa Kristo na kuwapotosha watu. Na inawezekana hata watu ambao mlikuwa mmesimama kiroho, mnaiamini kweli iliyo kwa Kristo, kutokana na kutokuwa na ufahamu mzuri, basi hao manabii feki wamefika kwenu na kuwapotosha na kuwatoa kwenye leri, na kuwafanya nyie sasa kuwa ni watu wa kuwategemea wao na kuwageuza wao kwamba ndio akina Mungu wa kuweza kuyatatua matatizo yenu, na mkajikuta mnasahau ya kwamba yuko mmoja anayeweza kutatua shida zako, anayeweza kutatua matatizo yako, anaweza kukuondoa katika hatua moja na kukuanzishia hatua nyingine, na sio mwingine ni Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani. Huyo ndio alioniokoa na mimi, huyo ndio alioniweka hapa nilivyo. Unavyoniona hivi, nilikuwa ni mtu wa tofauti sana mpendwa. Nazungumza na wewe ambaye ndio mara yako ya kwanza kuanza kunifahamu, ndio mara yako ya kwanza kuanza kumuona Musa Chesa ni mtu wa namna gani. Nilikuwa ni mtu wa tofauti sana katika nchi ya Tanzania, lakini na nje ya Tanzania, kwa sababu nimefanya matukio mengi ya kutisha, mengi ya uharibifu, ya kutoa roho za watu, ya kuharibu maisha ya watu bila kujali nini wala nini. Kwa hiyo ninapozungumza na wewe, elewa unamtazama na unazungumza na mtu wa namna gani. Mimi sio tu mtu ambaye nimeokoka tu, yani mtu anasema nilifika kwenye mkutano wa injili fulani nikasikia tu wito wa kuokoka. Unajua kuna watu wanaokoka kwa namna nyingi. Nikikuuliza hata wewe unanitazama, inawezekana umeokoka, ukipata kutoa ushuhuda wako au historia yako ya jinsi gani ulivyompokea huyu Yesu kwa mwokozi wa maisha yako, una namna ambavyo unaweza kuelezea kwamba niliokolewa kwa namna hii, nilikuwa hivi. Kuna watu wengine wameokoka kwa kulisikia neno la Mungu likihubiriwa kwenye mikutano, au likihubiriwa makanisani, au kuhubiriwa kwa namna ya rafiki yako, au kama hivi ambavyo unanisikiliza nikikwambia maneno ya Mungu na ukachukua hatua ya kuokoka. Wako watu ambao wameokoka kwa design hiyo, lakini mimi nimeokoka kwa design tofauti kabisa. Ndio maana unaponiona nikisimama na kuyazungumza maneno ya Mungu, ninazungumza kwa sababu ninaelewa ni wapi Mungu alikonitoa, ninaelewa ni wapi Mungu alikoniondoa na yale matatizo niliyokuwa nikifanya. Nilikuwa ni kelo ambayo sikufaa hata kuishi. Hata serikali yangu iliyathibitisha hayo kwamba atakapokamatwa huyu Musa, aidha awe ni mzima au amekufa, basi kwa atakayekuwa amefanikisha hayo, zawadi nono na donge nono litatolewa kwa huyo mtu. Unaweza ukaona jinsi gani ambavyo nilikuwa ni kelo, nimeshakuwa ni mtu wa tofauti ambapo sikustahili hata kuishi. Lakini kumbe wakati wananiwazia hayo, hao wanadamu na wale niliokuwa nikawakosea, niliona kama nayafanya sawa sawa, kwa sababu nilikuwa niko gizani. Nilikuwa nikiyafanya yale kwa sababu nilikuwa niko katika ufalme mwingine wa giza, na ndio maana nilikuwa nikinenewa hayo kwamba nastahili sasa hata ni kufa basi nife kwa sababu ya yale niliyokuwa nikiyafanya. Lakini wakati niliokuwa nikiwaziwa hayo, Mungu naye wa mbinguni alikuwa ananitazama kwa namna nyingine kabisa, kwa sababu yeye ndiyo alionifanya mimi kuwa hapa nilipo. Yeye ndiyo amesababisha mimi uweze kunisikia na uweze kusikiliza shuhuda nyingi sana ambazo Mungu amenifanyia katika maisha yangu. Na ninapoyazungumza haya, ninazungumza kwa sababu ni mambo niliyokuwa nikiishi nayo, nikiyaishi. Sizungumzi historia. Chochote ninachokizungumza mimi, ninakizungumza kwa sababu ni muhanga wa hicho kitu. Nikizungumza kwamba nilikuwa na uwezo wa kuua na niliua, ni kwa sababu nilishughulika kufanya hivyo vitu. Nikikwambia kwamba ni mtu niliyokuwa nikifanya habari za robbery, ni kwa sababu nilikuwa nikifanya hayo mambo.
nikikwambia ni mtu niliyokuwa nikifanya matukio mengi ya ujambazi tena wa kutumia silaha, ni kwa sababu ni mambo niliyokuwa nikiyafanya katika nchi hii na nje ya Tanzania. Nikizungumza habari ya majambazi, kwamba majambazi wanafanya mbinu 1, 2, 3 kukamilisha ujambazi wao, ni kwa sababu ni vitu nilivyokuwa nikiishi navyo. Nikikwambia kwamba kuna mtume huyu fulani au nabii fulani au askofu fulani anajiita ni askofu, huyo ni mtu ambaye hafai na hastahili kwa sababu anafanya 1, 2, 3. Nakwambia hayo kwa sababu nilikuwa naye. Sikuletea habari za mtu ambaye nimesikia historia kwamba kuna mtu fulani anaitwa fulani alafu ilikuwa no. Mimi sishughuliki na watu wa namna hiyo. Nashughulika na watu ambao nimefanya nao kazi. Nimekaa hapa na mimi nimekaa hapa, au tumesafiri tumeenda kufanya shughuli zetu za kuharibu. Sasa hao ndio watu ninazungumza. Kwa hiyo ukisikia nilikuwa namzungumzia huyu Mwamposa, ninamzungumzia na ninaendelea kumzungumzia Mwamposa kwa sababu matukio yake na mambo yake aliyokuwa anayafanya na anayoendelea kuyafanya hayako sahihi mbele za Bwana. Nazungumza haya kwa sababu ninamuelewa A to Z. Ninaelewa. Hebu tusome maandiko matakatifu katika kitabu cha Mathayo. Kama uko pamoja na mimi, kabla sijaendelea, naomba tusome maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 na mstari wa 24 pia. Sura ya 24 Mathayo na mstari wa 24. Halafu niweze kuzungumza na wewe hasa kwenye kipindi hiki ambacho ninataka kwenda kuanza kushughulika na kufanya huduma kwa wale wote ambao wameguswa na kushambuliwa na hawa watu wanaojiita mitume na manabii. Mungu sasa amenipa kibali kwa kuanza kushughulika nao na kusema nao, kwa kuonya, lakini sio tu kuonya, na kuwakomboa wale wote ambao wameshaguswa na kunaswa na kupewa mambo ambayo ni madhara katika maisha yao kizazi hata kizazi. Mungu amenipa kibali, na kabla sijaendelea huko, naomba tusome kama umefika na mimi na una Biblia. Utasoma na mimi maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 24. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 24 anasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini. Kuna mtu anajiuliza, hili andiko Musa amelitoa wapi? Naomba niseme na nikwambie tena. Fungua kitabu chako cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 24 na uweze kusoma andiko hili. Na nitasoma. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Nimezungumza kwamba kuna watu ambao walikuwa kabisa ni wateule wa Bwana. Hata wewe unanisikiliza, inawezekana umeshakumbwa na hili saibu la hawa manabii. Inawezekana ushashikwa kwenye kamba na mitego ya hawa manabii bila hata kujua. Lakini kwa andiko hili, naomba neema ya Bwana ikawe ndani ya kichwa chako, ndani ya ufahamu wa ubongo wako, uweze kuyatafakari maneno haya.